Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye mhadhara mpya ya leo katika chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea. Leo tutazungumzia historia ya kuvutia sana kuhusu lugha ya Kiswahili na sababu inayoitwa lugha ya Afrika iliyounganishwa. Kiswahili ni lugha ambayo imeunda daraja kati ya mataifa mengi ya bara la Afrika kwa miaka mingi. Historia yake ni ya ajabu na ina vipengele vingi vinavyoonyesha utamaduni wa Afrika ya Mashariki. Naomba sana ukumbuke kusubscribe chaneli hii na kubonyeza like ili tuendelee kukupatia maudhui mazuri kama haya. Kiswahili sio tu lugha ya mawasiliano, bali ni ishara ya umoja na ushirikiano kati ya watu wengi. Lugha hii imekuwa muhimu sana katika kukuza uhusiano wa kibiashara na kijamii kwa karne nyingi. Kiswahili kilianza kuundwa vikamsana. La Kiswahili kiliambia ndabali utugundo kakiamini. La kubagaye ni tuome umoja na kijamii kwa karne nyingi. Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara na kijamii. Na kumbajila Kiswahili kinayayanga kwa kujamalina misana ni mokuani. Kiswahili kilianza kuundwa kupata uhusiano wa kibiashara na kijamii. Maambazo na sana kichundele. Kiswahili kilianza kuundwa ukungujemanana katika karne nyingi katuaya. Na Kiswahili imekuwa muhimu sana katika karne nyingi katuaya. Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara na kijamii. Na kumajira Kiswahili uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. La Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilikuondoa umoja na kijamii. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na kumajila Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika biashara katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Leo tutazungumzia sana katika kamadia nkwaya. Kiswahili imekuwa muhimu sana katika kamadia nkwaya. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya na kwaya mswaya. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya na kwaya mswaya. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika pataka nyingi katika bandi ya mingini. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya na kwaya mswaya. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika karne nyingi katika bandi ya mingini. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika pataka nyingi katika bandi ya mingini. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya na kwaya mswaya. Na Kiswahili kilianza kuundwa uchuundo katika pataka nyingi katika bandi ya mingini. Leo tutazungumzia sana katika kamadia mkwaya na kwaya mswaya. Leo tutaunda uhusiano wa kibiashara na kijamii kwa karne nyingi. Kiswahili kilianza kuundwa hili kilianza kuundwa katika eneo la pwani ya Afrika ya Mashariki karibu miaka 1000 iliyopita. Watu wa kabila za Wabantu walikuwa wameishi katika mkoa huu tangu enzi za kale kabisa. Wabantu hawa walikuwa na lugha zao za asili ambazo zilikuwa na misingi ya Kibantu. Wakati huo huo, Waarabu kutoka Uarabuni walikuja pwani za Afrika kufanya biashara kubwa za pembe za ndovu. Biashara hii ilianzisha mwingiliano mkubwa kati ya watu wa pwani na Waarabu waliofika kwenye meli. Wafanyabiashara hawa walijifunza lugha za wenyeji ili kuweza kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Vivyo hivyo, wenyeji walijifunza baadhi ya maneno ya Kiarabu ili kuweza kuzungumza na wageni hawa. Mchakato huu wa kubadilishana lugha uliendelea kwa miaka mingi na miaka ya mfululizo karibu karne 8. Hatimaye, lugha mpya iliyochanganya Kibantu na Kiarabu ilianza kutokea.
na kuwa ni lugha yenye nguvu. Mji wa Kilwa Kisiwani katika Tanzania ya leo ulikuwa mmoja wa vituo vikubwa vya biashara. Hapa ndipo Kiswahili cha awali kilichoanza kukua na kuenea kwa kasi kubwa katika eneo zima. Wafanyabiashara wa pwani walikuwa wakihamia kutoka mji mmoja hadi mwingine, wakieneza lugha hii kila waendapo. Miji mingine kama Mombasa na Zanzibar pia ilikuwa na umuhimu mkubwa katika ukuaji wa Kiswahili. Waarabu hawakuja tu kufanya biashara, bali wengine wao walioa wanawake wa kienyeji na kuanzisha familia zenye utamaduni wa pande zote mbili. Watoto waliozaliwa kutokana na ndoa hizi walikuwa wakizungumza Kiswahili kinachochanganya matamshi na msamiati wa pande zote mbili. Hii ilisaidia sana kuimarisha Kiswahili kama lugha ya mawasiliano kati ya jamii mbalimbali za pwani. Mengi ya maneno ya Kiarabu yaliingia katika Kiswahili wakati huo, lakini misingi yake ilibaki kuwa ya Kibantu. Kwa miaka 200 hadi 300, Kiswahili kiliendelea kukua na kupata umaarufu zaidi katika eneo zima. Wafanyabiashara wa ndani ya bara walianza kuja pwani kununua bidhaa na kuuza vitu kama pembe za ndovu. Kwa sababu Kiswahili kilikuwa ni lugha ya mawasiliano kwenye pwani, wakaja hawa walilazimika kulijifunza ili wafanye biashara. Hii ilisababisha Kiswahili kuenea ndani ya bara, hasa kwenye njia za biashara zilizopitia Tanzania na Kenya. Watu wa makabila mbalimbali walijifunza Kiswahili kama lugha ya pili ili waweze kuwasiliana na wafanyabiashara wengine. Ninaomba muandike maoni katika sehemu ya comments kuhusu kitu ambacho kimekuvutia zaidi katika historia hii. Lugha hii ilikuwa muhimu sana kwa sababu iliwaunganisha watu wa makabila mengi yasiyohesabika katika eneo moja. Mfano wa biashara ya dhahabu na meno ya ndovu ilikuwa inahitaji lugha ambayo watu wengi wangeweza kuelewa. Katika karne ya 18 na 19, Kiswahili kilipata umuhimu zaidi wakati Waarabu wa Oman walipojishughulisha. Sultani wa Oman alihamisha makao yake makuu kutoka Muscat hadi Zanzibar mwaka 1831. Hii iliongeza ushawishi wa Kiarabu katika Kiswahili na pia kuisaidia lugha kuenea katika biashara ya watumwa. Ingawa biashara ya watumwa ilikuwa ni kitu kibaya sana, lakini ilisababisha Kiswahili kuenea hadi maeneo ya mbali. Msafara wa biashara ulikuwa ukipita hadi Kongo na sehemu nyingine za Afrika ya Kati wakizungumza Kiswahili. Lugha hii ikawa ni njia ya mawasiliano kati ya wafanyabiashara na watu walioishi katika maeneo tofauti. Wakati wale Kiswahili kilikuwa tayari kimekuwa lugha madhubuti yenye sarufi na msamiati mkubwa sana wa kutosha. Maneno mengi yameingia kutoka lugha nyingine kama Kiajemi, Kihindi na Kireno, lakini misingi ya Kibantu ilibaki imara. Wezi wazungu walipofika Afrika ya Mashariki katika karne ya 19, walikuta Kiswahili tayari ni lugha kubwa. Wakoloni wa Uingereza na Ujerumani walitambua umuhimu wa Kiswahili na wakaanza kuutumia katika utawala wao wa kikoloni. Hii ilikuwa hatua muhimu sana kwa sababu ilisababisha Kiswahili kupata hadhi ya lugha ya mamlaka. Wamishonari wa Kikristo pia walitumia Kiswahili katika kazi zao za kueneza dini na elimu katika Afrika Mashariki. Biblia ilitafsiriwa kwenye Kiswahili kwa mara ya kwanza katika karne ya 19, na hii ilisaidia. Shule za wakoloni zilisomesha Kiswahili pamoja na lugha za Kiingereza au Kijerumani kwa watoto wengi wa kienyeji. Hii ilisababisha vizazi vipya kujifunza Kiswahili kama lugha ya pili au ya tatu. Lakini muhimu sana, kwa sababu wakoloni walitumia Kiswahili katika serikali, watu wengi waliona ni lugha muhimu ya kujifunza. Baada ya uhuru wa nchi za Afrika ya Mashariki katika michamia Mbujena na Wakienyeji. Baada ya uhuru wa Kaba wamisonia Kiswahili kutuma Kitana Laki Mwakopia na Wanyimeno Milakilaki Majini.
Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miambini ya kivango wa kujifunza katika serikali wa kuambujia. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Baada ya uhuru wa Kaba, wamisonea Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Mana menjene ilifashabia kinjana bata ditakomeleka walisabiba ilikuwa huta Kiswahili ilisababisha Kiswahili ilitafsiri mekuyeva malugha ya pili. Fatamabu tuwakonene jake mashariki walitumia Kiswahili katika umbajia mejangabula wakwakapata sajadua wakieneo pili mabibili. Waki malugha ni sidia Kiswahili katika miamini ya Kilakimajini. Matamabu tuwakwanena ni funyi walikita kapadia mini ambujia wakimaputena wajifunyia mile katoa wakinafikamani sambafika wa Kilekimajini. Ndizanza Kiswahili wakina vizazi muhimu kama lugha muhimu. Makunya matena walisabia Kiswahili katika fanasha ya mdongo wakinafikamani mile wakwakajake mashariki sema tatu wa milia simpli muja kibato wakwa kichato wa Kilekimajini. Ilikimurwa nchi za Afrika ya Mashariki katika miza Afrika ya Mashariki katika miaka ya 60 ya karne ya 20, Kiswahili kilipata nafasi mpya. Rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, alifanya jitihada kubwa za kukuza Kiswahili kama lugha ya taifa. Alisema Kiswahili kilikuwa ni lugha ambayo ingewaunganisha Watanzania wote bila kujali kabila au dini yao. Kwa kweli, Nyerere mwenyewe alichangia sana katika kukuza fasihi ya Kiswahili na hata alitafsiri kitabu cha Julius Caesar. Serikali ya Tanzania ilifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya elimu na utawala badala ya Kiingereza katika hatua kubwa. Hatua hii ilisaidia sana kuunganisha Watanzania wengi na kuwapa hisia ya utambulisho wa kitaifa kupitia lugha. Kenya na Uganda pia ziliamua kutumia Kiswahili kama lugha rasmi, lakini hazikuisukuma kama Tanzania ilivyofanya vizuri. Kwa sasa, Kiswahili ni lugha ya taifa Tanzania na lugha rasmi ya Kenya na Uganda pamoja. Jambo lingine muhimu kuhusu Kiswahili ni jinsi lilivyoenea zaidi ya mipaka ya Afrika ya Mashariki tu. Katika nchi za Kongo, Rwanda, Burundi na Msumbiji, watu wengi wanazungumza Kiswahili kama lugha ya pili au tatu. Hii inasababishwa na biashara na mwingiliano wa watu kutoka maeneo tofauti wakienda na kurudi wakati wote. Kiswahili pia kimepata umuhimu mkubwa katika vyombo vya habari na televisheni za Afrika Mashariki na Kati. Redio za BBC na VOA zina matangazo yao kwa Kiswahili
ili kufikia hadhira kubwa katika eneo hilo. Ikiwa bado hujasubscribe na kuweka like, tafadhali fanya hivyo sasa ili usipoteze maudhui mengine mazuri tunayopanga. Kiswahili pia ni lugha inayotumika sana katika muziki wa Afrika Mashariki kama Bongo Flava na Taarab. Wasanii wengi wanaimba kwa Kiswahili na wanakuwa na mashabiki kutoka nchi tofauti za Afrika ya Mashariki. Sasa tunakuja kwenye swali muhimu sana ambalo ni sababu Kiswahili linaitwa lugha ya Afrika iliyounganishwa. Sababu ya kwanza ni kwamba Kiswahili linazungumzwa na watu zaidi ya milioni 200 katika nchi tofauti. Hii inamaanisha kuwa ni lugha ya pili au ya tatu kwa biashara na mawasiliano kati ya jamii nyingi. Kiswahili hakina utambulisho wa kabila moja au dini moja, bali ni lugha inayomilikiwa na watu wote. Tofauti na lugha nyingine za kikabila, Kiswahili linaonekana kama lugha ya umoja na usawa kati ya watu wote. Hii imesaidia sana kuwaunganisha watu wa makabila mbalimbali katika nchi kama Tanzania, ambapo makabila ni zaidi ya 100. Kiswahili kinawasilisha ujumbe wa umoja na kuunganisha jamii bila kuwabagua watu kwa asili yao ya kikabila au kidini. Rais Nyerere alisema mara nyingi kuwa Kiswahili ni silaha ya kujenga taifa moja lenye lengo moja na matumaini sawa. Sababu nyingine muhimu ni kwamba Kiswahili ni lugha ambayo imechanganya utamaduni wa Afrika na wa Arabuni. Historia yake ya kuchanganya utamaduni mbalimbali inafanya Kiswahili liwe mfano wa jinsi lugha inaweza kuunganisha watu. Kiswahili kina maneno kutoka Kiarabu, Kiajemi, Kihindi, Kireno, Kijerumani na Kiingereza, lakini bado ni lugha ya Kiafrika. Hii inaonyesha jinsi Afrika inaweza kukubali uvumbuzi kutoka nje, lakini kubaki na utambulisho wake wa asili. Kiswahili kwa hiyo ni ishara ya umoja wa Afrika na ulimwengu wa nje kwa njia inayoheshimu utamaduni. Uwezo wa Kiswahili kubadilika na kukubali maneno mapya umeusaidia kuendelea kuwa muhimu katika kipindi cha kisasa. Napenda kusikia maoni yenu katika comments kuhusu jinsi Kiswahili linavyowaunganisha watu katika eneo lenu na uzoefu wenu. Lugha hii haijiegemezi tu kwenye historia, bali inaendelea kukua na kujumuisha dhana mpya za teknolojia. Katika miaka ya hivi karibuni, Kiswahili limepata umaarufu mkubwa katika vyombo vya Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika ulifanya Kiswahili kuwa mmoja wa lugha zake rasmi mwaka 2013 pamoja na Kiarabu. Hii ni hatua kubwa sana ambayo inaonyesha kuwa Kiswahili limefikia hatua ya kimataifa ya kutambulika na kupewa heshima. Kiswahili sasa kinatumika katika mikutano ya Umoja wa Afrika na katika hati nyingi za kikanda za Afrika. Lugha hii pia inafundishwa katika vyuo vikuu vya dunia kama Harvard, Oxford na Beijing University. Wanafunzi wengi kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu wanajifunza Kiswahili ili kuelewa utamaduni wa Afrika Mashariki. Taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya pia zimekubali umuhimu wa Kiswahili. Kuna jitihada za kuendeleza programu za kutafsiri lugha kupitia teknolojia ili Kiswahili kiweze kupatikana kwenye internet zaidi. Kiswahili pia kina umuhimu mkubwa sana katika fasihi ya Afrika ambayo imeendelezwa na waandishi wengi wa kipekee. Waandishi kama Shaban Robert ambaye anajulikana kama baba wa fasihi ya Kiswahili aliandika vitabu vingi vya riwaya. Vitabu vyake kama Kusadikika na Kufikirika vimekuwa ni kazi kubwa za fasihi zinazofundishwa katika shule nyingi. Euphraise Kezilahabi na Ibrahim Hussein pia wamejulikana kwa kazi zao za kuendeleza sanaa ya fasihi ya Kiswahili. Wanaharakati wengi wa ukombozi wa Afrika kama Mwalimu Julius Nyerere na Jomo Kenyatta walitumia Kiswahili sana. Waandishi wa kisasa kama Ken Walibora na Zulfa Mohamed wanaendelea kutoa kazi nzuri za fasihi kwa Kiswahili. Majarida ya Kiswahili kama Mwananchi na Taifa Leo yanaendelea kuandika habari kwa lugha hii kwa watu wengi.
Sanaa ya uigizaji wa filamu na maonyesho ya televisheni pia zinafanywa kwa Kiswahili na kuonyeshwa katika Afrika Mashariki. Lakini Kiswahili pia lina changamoto ambazo lazima tuzitambue ili kuelewa vizuri historia na mustakabali wake kamili. Moja ya changamoto ni kwamba katika nchi za Kenya na Uganda, Kiingereza bado kina nafasi kubwa zaidi. Watu wengi wanaona Kiingereza kama lugha ya maendeleo na ajira nzuri, na hivyo wanajifunza zaidi ya Kiswahili. Hii inaweza kutatanisha malengo ya kuendeleza Kiswahili kama lugha ya umoja katika eneo la Afrika Mashariki. Changamoto nyingine ni kwamba Kiswahili kina lahaja tofauti katika maeneo tofauti, na hii inaweza kusababisha kutoelewana kidogo. Kwa mfano, Kiswahili cha Zanzibar ni tofauti kidogo na cha Nairobi au cha Mombasa katika matamshi. Lakini hata hivyo, lugha ya maandishi na ya shule inakuwa sawa kwa watu wote, na hii inasaidia. Pia kuna tatizo la kutokubali kwa wazungumzaji wenyewe umuhimu wa Kiswahili wanapolinganisha na Kiingereza au Kifaransa. Baadhi ya watu wanaona Kiswahili kama lugha ya kijiji au ya watu wasio na elimu, na hii ni fikra potofu. Jambo muhimu zaidi ni kwamba vijana wa sasa wanapaswa kuelewa umuhimu wa Kiswahili katika kujenga Afrika yenye nguvu. Kiswahili ni zaidi ya lugha, ni ishara ya utambulisho wa Kiafrika na historia yetu ambayo haifai kusahauliwa. Kwa kutumia Kiswahili, tunakubali na kuheshimu mizizi yetu na pia kuonyesha kwamba tunajivunia kuwa Waafrika. Lugha ni chombo cha kueneza maarifa, elimu na sayansi, na Kiswahili kinaweza kufanya hivi kwa Waafrika wengi. Nchi ambazo zimetumia lugha zao za kienyeji kama China na Japani zimeendelea sana kiuchumi na kiteknolojia. Afrika inaweza kufanya vivyo hivyo kwa kutumia lugha kama Kiswahili ambazo zinazungumzwa na watu milioni nyingi. Kiswahili kinaweza kuwa daraja la kuunganisha nchi za Afrika Mashariki na kuanzisha soko kubwa la pamoja. Napenda kusikia maoni yenu makubwa katika sehemu ya comments kuhusu namna mnavyoona mustakabali wa Kiswahili katika Afrika. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kufanya pamoja kama taifa moja lenye lugha moja ya kuwasiliana vizuri zaidi. Kiswahili pia kinatoa fursa kubwa kwa uchumi wa Afrika Mashariki kupitia utalii na biashara ya kimataifa. Watalii wengi wanapotembelea Afrika Mashariki wanafurahi kujifunza maneno ya msingi ya Kiswahili kama karibu, asante na jambo. Hii inaonyesha jinsi Kiswahili linavyowavutia watu na kuwasaidia kuelewa utamaduni wa eneo hili kwa kina zaidi. Lugha ambayo watu wanaweza kujifunza kwa urahisi ni muhimu sana katika kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara wa kimataifa. Kiswahili pia kinatumika sana katika tasnia ya muziki ambayo imeleta mapato makubwa kwa wasanii wa Afrika Mashariki. Wasanii kama Diamond Platnumz na Sauti Sol wamepata umaarufu wa kimataifa kwa kuimba kwa Kiswahili na lugha nyingine. Muziki wa Bongo Flava na Gengeton umevutia mashabiki wa vijana kote duniani na kuonyesha utajiri wa Kiswahili. Uchumi wa utamaduni ukijumuisha lugha fasihi na sanaa unaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa Afrika. Sasa tuangalie kwa undani zaidi jinsi Kiswahili linavyoendelea kuendelezwa katika nyanja mbalimbali za maisha ya kisasa. Katika tasnia ya elimu, Kiswahili limepata nafasi muhimu sana kama chombo cha kufundishia katika shule na vyuo. Tanzania imefanya hatua kubwa za kufundisha masomo yote kwa Kiswahili, kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu. Hii imesaidia watoto wengi kuelewa vizuri masomo yao kwa sababu wanajifunza kwa lugha ambayo wanaielewa zaidi. Utafiti mbalimbali umeonyesha kuwa watoto wanajifunza vizuri zaidi wanapofundishwa kwa lugha yao ya nyumbani au ya jamii yao. Kenya na Uganda zimekuwa polepole katika kutekeleza sera hii, lakini kuna matumaini makubwa ya mabadiliko katika siku zijazo. Lugha ya kufundishia ni muhimu sana
katika kuamua kiwango cha elimu ambayo watoto watapata katika maisha yao. Nchi ambazo zimejali lugha zao za kienyeji katika mfumo wa elimu zimeonekana kufanikiwa zaidi katika maendeleo. Kiswahili kinaweza kuwa ufumbuo wa kufikia elimu bora kwa watoto milioni wa Afrika Mashariki na Kati. Discharged katika nyanja ya sayansi na teknolojia, Kiswahili kinahitaji kuendelezwa zaidi ili kiweze kushughulikia dhana za kisasa za kielimu. Kuna jitihada zinazofanywa na wanaisimu wa lugha kuunda maneno mapya ya Kiswahili kwa dhana za kisayansi na teknolojia. Mfano ni maneno kama kompyuta, ambayo sasa inaitwa tarakilishi, na programu inaitwa programu au mfumo wa kompyuta. Baadhi ya maneno haya yamekubaliwa na kuanza kutumika hasa katika vitabu vya shule na majarida ya sayansi. Lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuhakikisha maneno haya yanakubaliwa watu na kuanza kutumika katika maisha ya kawaida. Nchi kama Israel zimefanikiwa kabisa kuendeleza lugha ya Kiebrania ambayo ilikuwa imekufa na kuifanya lugha ya sayansi. Afrika inaweza kufanya vivyo hivyo na Kiswahili kwa kuwekezea katika utafiti na uandishi wa vitabu vya sayansi. Wakati tunafanya hivi, tutatoa nafasi kwa wanasayansi wetu kufanya utafiti kwa lugha ambayo wanaielewa na kuielewa vizuri. Hii itasaidia kuongeza kasi ya uvumbuzi na maendeleo ya kisayansi katika Afrika kwa ujumla mkubwa sana. Mambo ya kisiasa pia yamekuwa muhimu sana katika kukuza Kiswahili kama lugha ya Umoja wa Afrika Mashariki. Vyama vya siasa katika Tanzania, Kenya na Uganda vinatumia Kiswahili katika kampeni zao na katika mawasiliano na wapiga kura. Hii inaonyesha kuwa Kiswahili ni lugha ambayo inaweza kufikia watu wengi na kuwashawishi kufanya maamuzi muhimu. Wanasiasa wengi wanajua kwamba kuongea Kiswahili sanifu na fasaha kunawasaidia kushinda moyo wa wapiga kura zaidi. Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inajumuisha nchi 6 inatumia Kiswahili kama lugha moja ya mawasiliano yake rasmi. Nchi hizi ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo zote zinatambua umuhimu wa Kiswahili. Kuna mazungumzo ya kuanzisha fedha moja ya pamoja kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kiswahili litakuwa muhimu. Ikiwa nchi hizi zitafaulu kuunda umoja wa kisiasa na kiuchumi, Kiswahili litakuwa ni lugha inayounganisha watu milioni zaidi. Hii ni fursa kubwa sana ya kuonyesha dunia nzima kwamba Afrika inaweza kujenga mifumo yake ya umoja kwa kutumia. Aidha, tuangalie jinsi Kiswahili linavyotumika katika mipaka ya Afrika kupitia wasambazaji wa redio na televisheni za kimataifa. Redio ya BBC ina huduma ya Kiswahili ambayo imekuwa ikiwafikia watu milioni katika Afrika kwa zaidi ya miaka 70. Programu za BBC Swahili zinajumuisha habari za dunia, michezo, burudani na mada za kijamii zinazowavutia wasikilizaji wengi. Voice of America, VOA, pia ina huduma nzuri sana ya Kiswahili ambayo inasambaza matangazo kila siku kwa watu wengi. Televisheni za ndani za Afrika kama Citizen TV na NTV Kenya pia zinatumia Kiswahili sana katika matangazo yao. Hii inaonyesha jinsi Kiswahili limekuwa ni lugha muhimu katika tasnia ya habari na uandishi wa gazeti Afrika nzima. Wanahabari wengi wa Afrika Mashariki wanajifunza jinsi ya kuandika na kuongea Kiswahili sanifu ili waweze kufanya kazi yao. Vyuo vikuu vya uandishi wa habari vina kozi maalum za Kiswahili cha vyombo vya habari kwa wanafunzi wao. Mtandao wa internet pia umeongeza matumizi ya Kiswahili katika tovuti, blog na mitandao ya kijamii kama Facebook. Katika sekta ya dini, Kiswahili limekuwa ni chombo muhimu cha kueneza imani mbalimbali katika jamii za Afrika Mashariki. Waislamu wametumia Kiswahili kwa karne nyingi kueneza ujumbe wa dini ya Kiislamu katika Afrika ya Mashariki na Kati. Qur'ani imetafsiriwa kwa Kiswahili na kupatikana kwa urahisi kwa Waislamu
wanaozungumza lugha hii katika masjidi yao. Wakristo nao wametumia Kiswahili sana katika huduma zao za kanisa na katika kueneza Injili katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Biblia ya Kiswahili inasomwa na Wakristo milioni na ni moja ya tafsiri zinazotumika sana duniani kote. Nyimbo za dini kwa Kiswahili zimekuwa ni njia nzuri ya kueneza ujumbe wa kiroho na kuunganisha waumini wa imani mbalimbali. Dini nyingine kama Uhindu na Ubuddha pia zimeanza kutumia Kiswahili kidogo katika mawasiliano na wafuasi wao wa Kiafrika. Hii inaonyesha jinsi Kiswahili limekuwa ni lugha isiyobaguana na inayoweza kutumika na watu wa imani tofauti. Umuhimu wa Kiswahili katika dini unaonyesha kuwa ni lugha inayoweza kufikia moyo na roho za watu. Hapo nyuma tulizungumzia muziki, lakini sasa tuone kwa kina zaidi jinsi muziki umekuwa chombo muhimu cha kueneza Kiswahili. Muziki wa Taarab ambao ulianzishwa Zanzibar una historia ndefu sana ya matumizi ya Kiswahili katika nyimbo zenye ujumbe. Taarab unajumuisha ala za muziki za Kiarabu na mashairi ya Kiswahili yenye maana kubwa ya falsafa na mapenzi. Wasanii mashuhuri wa Taarab kama Siti Binti Saad na Bi Kidude waliimba kwa Kiswahili sanifu chenye msisitizo wa ushairi. Muziki wa dansi wa Tanzania pia umekuwa muhimu sana katika kueneza Kiswahili kupitia nyimbo za kijamii na siasa. Bongo Flava, ambao ni mtindo wa kisasa wa muziki wa Tanzania, umechanganya Kiswahili na lugha za kigeni katika nyimbo. Wasanii wa Bongo Flava wanaimba kuhusu maisha ya mjini, changamoto za vijana na mapenzi kwa kutumia Kiswahili cha mtaani. Hii imevutia vijana wengi kusikiliza muziki huu na kujifunza Kiswahili kupitia nyimbo hizi za kupendeza na zenye mziki. Muziki wa Gengetone wa Kenya pia unatumia Kiswahili na Sheng, ambayo ni mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza. Katika eneo la michezo, Kiswahili limekuwa ni lugha ya kuwasiliana kwa mashabiki wa soka na michezo mingine ya Afrika. Ligi ya soka ya Tanzania na Kenya zinatumia Kiswahili katika matangazo yao na katika mawasiliano na mashabiki wa timu. Wapiga mbiu wa mechi za soka wanaelezea michezo kwa Kiswahili na hivyo kuisambaza lugha kwa watu wanaopenda michezo. Mashindano ya kimataifa ya michezo yanayofanyika Afrika Mashariki yanatumia Kiswahili kama lugha moja ya mawasiliano rasmi katika sherehe. Wachezaji wa soka kutoka nchi za Afrika Mashariki wanajifunza Kiswahili ili waweze kuwasiliana na wachezaji wenzao na mashabiki. Hii inaonyesha jinsi michezo inavyoweza kuwa daraja la kueneza lugha na utamaduni kati ya watu wa mataifa tofauti. Kiswahili katika michezo kinaonyesha umoja wa Afrika Mashariki na furaha inayoshirikiwa na watu wa maeneo hayo. Vijana wengi wanajifunza Kiswahili kupitia kusikiliza matangazo ya michezo na mashabiki wengi wanazungumza Kiswahili kwenye viwanja. Hii ni njia nzuri ya kukuza lugha kati ya vijana ambao ni mustakabali wa taifa na bara. Tunapaswa pia kutambua umuhimu wa Kiswahili katika kuhifadhi historia na hadithi za wazee wa Afrika Mashariki ambazo zimepitishwa kwa vizazi. Hadithi za Kiswahili kama zile za Abu Nuwasi, hadithi za wanyama, zimekuwa zikipitishwa kwa mdomo na kuandikwa baadaye. Hadithi hizi zina mafunzo ya maadili na busara ambayo yamesaidia kulea vizazi vingi katika jamii za Afrika. Wazee wa jamii walikuwa wakitumia Kiswahili kuwaelimisha watoto juu ya desturi na mila za jamii zao kwa njia ya kusimulia. Methali za Kiswahili kama haraka haraka, haina baraka, au mchagua jembe si mkulima zina hekima kubwa ya maisha. Ushairi wa Kiswahili kama vile utenzi na mashairi ya kipekee umeandikwa na wahifadhi wa karne nyingi zilizopita. Wanazuoni wa Kiswahili wanafanya kazi kubwa ya kukusanya na kuhifadhi hadithi hizi ili zisipotee katika wakati huu.
Kwa kutunza historia na hadithi hizi, tunaweza kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vitajua chanzo chao na vitaendelea kuheshimu utamaduni. Kiswahili kwa hiyo ni zaidi ya lugha ya mawasiliano, ni ghala la hekima na maarifa ya kizazi baada. Kwa kumalizia, tunaweza kusema kuwa Kiswahili ni zawadi ya ajabu ambayo historia ya Afrika imetupatia kwa ajili ya umoja. Historia ya Kiswahili inaonyesha jinsi watu wanavyoweza kushirikiana na kuunda kitu kipya chenye nguvu kubwa zaidi. Kutoka wakati wa biashara ya pembe za ndovu hadi sasa, Kiswahili limekuwa ni silaha ya kuunganisha watu. Kila mtu anayezungumza Kiswahili ni sehemu ya jamii kubwa inayoheshimiana na kusaidiana katika maisha ya kila siku. Umoja huu unatuwezesha kuelewa kwamba hatujulikani kwa makabila yetu, bali kwa ujumbe wetu wa pamoja kwa Afrika. Kiswahili ni lugha inayoendelea kuishi na kukua, na haitakosa umuhimu wake katika miaka ijayo ya maendeleo. Kwa hivyo, sisi kama Waafrika tunapaswa kuendelea kuiheshimu na kuiendeleza lugha hii kwa kizazi kinachokuja na vile vitakavyokuja. Naitwa kwenu msubscribe channel hii, muweke like na muandike maoni yenu juu ya hitimisho mnaloweza kufanya kutoka historia hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kufuatilia mhadhara hii ya leo kuhusu asili ya Kiswahili, lugha yetu ya umoja. Natumai kwamba mmepata elimu mpya na pia mmeongeza uelewa wenu juu ya umuhimu wa lugha katika kujenga taifa. Endeleeni kutufuatilia kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea kwa maudhui mengine ya kuvutia kuhusu historia ya Afrika. Naomba msahau kuweka like, kusubscribe na kuandika comments zenu muhimu kuhusu mada hii ya leo, kwani maoni yenu tunaonana katika video ijayo. Na mpate siku njema na jioni njema kadri mlivyo popote pale duniani kote. Kwa heri na Mungu awabariki nyote.